Lakini jambo la pili ni kuchunguza. Kuna tofauti kati ya kusoma na kuchunguza. Kusoma unaweza tu kasoma, lakini unapoanza kuchunguza unaanza kujiuliza maswali kutoka kwenye paragraph unaojifunza. Umeelewa nini? Hujaelewa nini? Na unaona nini? Bahati mbaya sana Wakristo wengi wanaposoma huwa hawachunguzi, na kwa sababu hatuchunguzi tunajikuta tunayaona yale ambayo hayapo na yaliyopo tuyaone. Uliwahi ona mtu anasoma ukurasa wa Biblia alafu ukimuuliza umeona nini, anakuambia mambo ambayo hayapo pale? Maana yake hakuchunguza. Mfano, unapoingia hapa tukisema tuchunguze hii sebule, utaona vilivyopo hapa. Utaona kuna kabati, utaona kuna TV, kuna nini, kwa sababu unachunguza. Lakini kama huja concentrate unaweza kukaa hapa na usione vitu vingine. Kwa hiyo zaidi ya kusoma neno tunahitaji kuchunguza neno, jambo ambalo Waberoya walilifanya. Walipokea ujumbe lakini wakayachunguza maandiko kila siku. Lakini kwenye nidhamu ya neno ndani yake huwa kuna kukariri. Kukariri. Wakati mwingine hautaweza kukariri sura nzima, lakini at least unahitaji kukariri hata mstari mmoja, miwili, mitatu, na kuamua kuiweka kwenye ufahamu wako, kaiweka kichwani, ukawa una uwezo wa kuzungumza huo mstari hata bila Biblia. Na hiyo inakusaidia sana, hasa unapokuwa mwalimu au unapokuwa mhubiri. Unapokuwa na uwezo wa kukariri, unaweza ukasoma mstari mmoja lakini ukataja mistari mingine ambayo unayo kwenye hazina ya moyo wako, na hiyo huwa inawatia moyo wanaokusikiliza. Wanajua kama huyu mtu ana hazina ya neno na anaelewa nini anachosema. Ni sawasawa na kuhubiri uanze kutaja mifano ambayo haipo. Unasema mfano Elia na Henoko, yaani walikuwa wameambatana vizuri sana. Sasa Henoko na Elia waliishi nyakati tofauti kabisa. Wanaoelewa wanaanza kujua kwamba hapa sasa tunaanza kubatishiwa mambo. Kwa hiyo ni vizuri kukariri. Au wakati mwingine watu tunajikuta unataka umzungumzie Yohana Mbatizaji, unaanza kumzungumzia Petro. Unasema Yohana Mbatizaji alitaka kuzama, lakini Yesu akamnyanyua, akamtoa kwenye ile dhuruba. Yaani Yohana Mbatizaji aliamini Yesu angemwokoa kwenye maji. Sasa mtu anayesoma huyu anayezungumziwa hapa anataka kuzama alikuwa sio Yohana Mbatizaji, alikuwa ni Petro. Tayari unaanza kuingiza ukakasi kwenye ufahamu wako wa kusikiliza. Wanajua kama huyu mtu hata anachokiongea mwenyewe hakijui. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kukariri, lakini zaidi ya kusoma, kuchunguza na kukariri, tunahitaji pia kutafakari. Tunahitaji pia kutafakari. Kutafakari. Sasa napozungumzia kutafakari kwa lugha rahisi, ni ile hali ya kuwazia kitu, kuwazia jambo, unatafakari. Sasa kulitafakari neno huwa kunajenga utu wetu wa ndani, kunajenga utu wako wa ndani. Alafu hilo neno unaotafakari huwa linajengeka na kuwa sehemu ya maisha yako. Unaweza ukasoma ukasahau, lakini ukianza kukariri na kutafakari, ni vigumu sana kusahau chochote ulichokisoma. Tunahitaji kutafakari neno. Methali anasema atakaye tafakari neno atapata mema. Kwa hiyo kuna baraka zinazotokana na kutafakari neno. Unaposoma Biblia nzima, hakuna mahali popote pale ilipoandikwa tutafakari matatizo au shida au magonjwa. Yaani Biblia ilielewa athari ya kutafakari vitu vingine, na ndio maana ikatuelekeza kulitafakari neno.